Mambo ya Walawi sura ya kwanza. Mambo ya Walawi, fungua Biblia yako, sura ile ya kwanza. Ndio somo letu la kwanza linapotokea. Mambo ya Walawi. Unapokuwa unashughulika na watoto, hakikisha una Biblia yako hard copy. Sio ya kwenye simu. Sawa wapendwa? Jitahidi kuwa na Biblia yako na usome neno la Mungu kabla hujatoa ufafanuzi wake. Kwa hiyo leo tutakwenda kusoma Mambo ya Walawi sura ile ya kwanza. Tutasoma sura ya kwanza yote kwa sababu ndio somo letu limejengwa hapa. Neno la Mungu linasema katika Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 17. Neno linasema, Bwana akamwita Musa na kusema naye kutoka katika hema ya kukutania, akamwambia, nena na wana wa Israeli, waambie, mtu wa kwenu atakapomtolea Bwana matoleo, mtatoa matoleo yenu katika wanyama wa kufugwa, katika ng'ombe, kondoo na mbuzi. Ikiwa matoleo yake ni sadaka ya kuteketezwa ya ng'ombe, atatoa ng'ombe dume mkamilifu, ataleta mlangoni pa hema ya kukutania, ili akubaliwe mbele za Bwana. Kisha ataweka mkono wake juu ya kichwa cha hiyo sadaka ya kuteketezwa, nayo itakubaliwa kwa ajili yake, ili kufanya upatanisho kwa ajili yake. Naye atamchinja huyo ng'ombe mbele za Bwana. Kisha wana wa Haruni, hao makuhani, wataileta karibu hiyo damu na kuinyunyiza damu yake kando kando katika madhabahu iliyo hapo mlangoni pa hema ya kukutania. Kisha atachuna sadaka ya kuteketeza na kuikata vipande vipande. Kisha wana wa Haruni watatia moto juu ya madhabahu ya kuzipanga kuni juu ya moto. Kisha wana wa Haruni makuhani watavipanga vile vipande vya nyama, kichwa chake na mafuta yake juu ya kuni zilizo juu ya moto uliopo juu ya madhabahu. Lakini matumbo yake na miguu yake ataiosha kwa maji, na huyo kuhani ataviteketeza vyote juu ya madhabahu, ili iwe sadaka ya kuteketezwa, dhabihu ya kusongezwa kwa njia ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Mstari wa 10, na matoleo yake kwamba ni katika kundi, katika kondoo au katika mbuzi, kuwa sadaka ya kuteketezwa, atatoa dume asiye na dosari, naye atamchinja hapo upande wa madhabahu ulioelekea kaskazini mbele za Bwana. Na wana wa Haruni hao makuhani watainyunyiza damu yake juu ya madhabahu pande zote. Kisha atamkata vipande vyake pamoja na kichwa chake na mafuta yake. Kisha atavipanga vile vipande juu ya kuni zilizo juu ya moto uliopo juu ya madhabahu. Lakini matumbo yake na miguu yake ataosha kwa maji, na huyo kuhani atavizongeza vyote na kuviteketeza juu ya madhabahu. Ni sadaka ya kuteketezwa, dhabihu ya kusongezwa kwa njia ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. 14. Ikiwa matoleo yake atakayomtolea Bwana kuwa sadaka ya kuteketezwa ni ya ndege, ndipo atakapoleta matoleo yake katika makinda ya njiwa. Kisha kuhani atamleta karibu na madhabahu, naye atamkongonyoa kichwa na kumteketeza kwa moto juu ya madhabahu, na damu yake atachurizishwa kando ya madhabahu. Kisha atakiondoa kile kibofu chake pamoja na taka zake na kukitupa kando ya madhabahu upande wa mashariki, mahali pa majivu. Kisha kuhani atamteketeza juu ya madhabahu juu ya kuni zilizo juu ya moto. Ni sadaka ya kuteketezwa, dhabihu ya kusongezwa kwa njia ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo katika sura ya kwanza ya kitabu cha Mambo ya Walawi tunaelezwa habari ya sadaka ya kuteketezwa. Anaweza kuwa ng'ombe, anaweza kuwa mbuzi, anaweza kuwa njiwa, anaweza kuwa nini?
kondoo, sadaka ya kuteketezwa. Katika utaratibu wa sadaka au madhabihu za patakatifu, sadaka ya kuteketezwa ndiyo sadaka ya kwanza ambayo ilikuwepo, yaani ndio ya kwanza kabla ya sadaka zingine zote. Na hata Ibrahimu, kile kitendo alichoambiwa amtoe Isaka ni habari ya sadaka ya kuteketezwa. Ukifika sura ya 2 utaona kuna aina nyingine ya sadaka, sura ya 3 aina nyingine ya sadaka, sura ya 4 aina nyingine ya sadaka, unakwenda mpaka sura ya 5 na hata sura ya 7. Lakini sadaka ya kuteketezwa kwenye sura ya kwanza, na nikasema sura ya 2 utakuta sadaka ya vyakula, nafaka. Sura ya 3 utakuta sadaka ya amani au shukrani. Sura ya 4 utakuta sadaka ya dhambi. Sura ya 5 utakuta sadaka ya hatia. Sura ya 6 na 7 inaendelea kuongezea hizo sadaka tofauti tofauti. Sasa leo tunaangalia sadaka ya kuteketezwa. Sadaka ya kuteketezwa ilikuwa mojawapo ya dhabihu kuu katika hema takatifu. Ilikuwa sadaka ambayo iliteketezwa kabisa juu ya madhabahu, ikiwakilisha kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Hapa kuna sifa zake pamoja na mafungu yote ya Biblia yanayomzungumzia sadaka ya kuteketezwa. Neno lililotumika katika lugha ya awali kumaanisha sadaka ya kuteketezwa ni neno olah. Hiyo ni lugha ya asili iliyotumika kuandika Biblia mwanzoni. Na olah tafsiri yake ni sadaka inayokwenda juu, inayopanda juu. Lakini pia ina jina lingine linaitwa holocaust, yaani sadaka inayoteketea yote. Ndiyo maana ya sadaka ya kuteketezwa, sadaka inayoenda juu. Ni kweli sadaka zingine pia zinapochoma juu ya madhabahu moshi wake unapanda juu, lakini hii peke yake imeitwa sadaka inayopanda juu kwa sababu ni mnyama mzima anateketezwa. Sadaka zingine tutakavyoona mbeleni, tutaona kuna sehemu ya hiyo sadaka analiwa na kuhani. Kwingine tutaona sehemu ya sadaka analiwa na kuhani, inaliwa na mtoaji, na kuna sehemu ya Mungu. Lakini hii sadaka ya kuteketezwa hakuna sehemu ya kuhani, hakuna sehemu ya mtoaji. Yote inateketezwa, na ndiyo maana inaitwa sadaka inayoenda juu. Maana inapochoma moshi wake wote unakwenda wapi? Na sadaka ya kuteketezwa ni msingi wa sadaka zote katika Biblia. Madhabahu ya sadaka ndani ya hema. Tukija kufika kwenye mchoro wa hema takatifu, utaona ukiingia mlangoni ukaenda ndani, unakutana kwanza na sadaka na madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Kwa hiyo madhabahu iliitwa hivyo, iliitwa madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa katika Biblia. Madhabahu yenyewe inaitwa madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Ukisoma Kutoka 31 mstari wa 9 na Kutoka 4 mstari wa 30. Kuhani kwa niaba ya taifa zima alitoa sadaka ya kuteketezwa ya daima. Lakini mtu mmoja mmoja pia aliweza kutoa sadaka yake ya kuteketezwa kwa hiari yake mwenyewe. Kutoka 1 mstari wa 4. Sifa za sadaka ya kuteketezwa: ni lazima awe mnyama yeyote dume wa kufugwa. Hata hawa njiwa ni wa nyumbani wanaofugwa. Kwa hiyo mnyama lazima awe dume. Tutakuja kuona kwamba sadaka zote tutakazojadili zinamwakilisha Yesu. Yaani kila sadaka inatimia katika Yesu. Kwa hiyo huyu sadaka lazima awe ng'ombe dume, na awe mnyama wa kufugwa, lakini awe wa kiume. Ni Kiswahili. Anaweza kuwa dume la ng'ombe kama tunavyoona kwenye Kutoka 1 mstari wa 4 hadi 9, au kondoo au mbuzi
Walawi 1 mstari wa 10 hadi 13. Au ndege wa kufugwa kama njiwa. Mambo ya Walawi 1 mstari wa 14 hadi 17. Hata usipoandika hizo notes, ndio sehemu ya mahubiri mtapata. Sawa wapendwa? Kondoo dume wa mwaka moja hutolewa kila asubuhi na jioni. Ukisoma Hesabu sura ya 28 mstari wa 3 hadi wa 8 na Kutoka 29 mstari wa 38 mpaka 42, kuna sadaka ya kuteketezwa ya daima kwa ajili ya taifa zima. Kwa hiyo sadaka ya kuteketezwa, kuna sadaka ya mtu moja moja, alafu kuna sadaka ya taifa lote, ambalo kuhani kila asubuhi na jioni anachinja kondoo wa mwaka moja kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya taifa lote. Ukisoma Mambo ya Walawi sura ya 1 mstari wa 1 hadi 17 utapata maelezo yote kamili kuhusu sadaka ya kuteketezwa. Mnyama alichomwa mzima, alichomwa moto, hakuna sehemu ya mnyama iliyobaki, kila kitu kiliteketezwa. Mtoaji ana sehemu yake ya kufanya. Mtoa sadaka alimleta sadaka yake, alafu aliweka mikono yake juu ya ile sadaka, alafu au juu ya yule mnyama, alafu kwa ishara hiyo dhambi zinahama. Japo hiyo sio sadaka ya dhambi, tutakuja kujifunza sadaka ya dhambi, lakini kwa ishara hiyo ni kama kusema huyu mnyama nimemleta, inawakilisha mimi kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Mnyama lazima awe bila dosari, ilitakiwa kuwa kamilifu, ikiwakilisha utakatifu na usafi. Na sadaka ya kuteketezwa, kama nilivyosema, inatolewa yote, sadaka yote inateketezwa juu ya madhabahu. Sadaka hiyo inawakilisha mtu kujitoa mwenyewe kwa Mungu. Ndiyo maana hiyo sadaka ilikuwa inatolewa mzima mzima, hakuna sehemu inayobaki. Inawakilisha sisi kujitoa jumla jumla, mioyo yetu, mawazo yetu, akili zetu, nguvu zetu kwa Mungu. Na hii ndiyo sababu hiyo sadaka ilikuwa ya kwanza, lazima itangulie hiyo. Yaani kabla hujazungumzia sadaka za vitu vya kuleta kwa Mungu, cha kwanza lazima wewe kwanza uwe umejitoa kwa Mungu. Na unajitoa mzima mzima, hakuna sehemu inayobaki. Hakuna kusema mguu moja kwa Mungu, mwingine nje. Huyo sadaka alikuwa anateketezwa ng'ombe au mnyama mzima mzima, hakuna sehemu inayobaki. Na tunaambiwa ni sadaka inayoenda wapi? Juu. Kwa maana kwamba ni kujitoa kikamilifu kwa Mungu jumla jumla. Na ndio maana tunaambiwa sadaka ya kuteketezwa ni msingi wa sadaka zote. Sadaka zingine zitafuata. Na katika sadaka zingine kuna sehemu ya mtoaji, kuna sehemu ya kuhani, kasoro sadaka ya dhambi. Sasa hii sadaka ya kuteketezwa ndio kile ambacho Paulo anamaanisha katika Warumi sura ya 12 mstari wa 1. Anasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, jitoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Akasema hii ndio ibada yenu yenye maana. Yaani kutoa vitu bila sisi kujitoa, sadaka hiyo haikubaliki mbele za Mungu. Ili vitu tunavyompa Mungu vikubaliki, ni lazima tuanze kwanza sisi kuwa wa Mungu. Amen. Ni lazima sisi wenyewe tuwe upendo wa nani? Tuwe tumejitoa kikamilifu kwa Mungu. Tukijitoa sisi, vitu vyetu vitafuata. Maana mioyo yetu mahali ilipo, hazina yetu pia itakuwa hapo, si ndio? Kwa hiyo sadaka ni ya msingi sana. Utumie sadaka ya kuteketezwa. Hii sadaka inaitwa ni sadaka ya hiari. Mtu alikuwa analeta hiyo sadaka ya kuteketezwa si kwa sababu ya dhambi fulani. Anawaza uwema wa Mungu, anawaza upendo wa Mungu kwake,
anawaza afya katika familia yake, anaona kila kitu kiko sawa, anaamua mwenyewe kunyanyuka na kwenda kumshukuru Mungu na kupeleka sadaka ya kuteketezwa. Yaani ilikuwa inawakilisha mtu anakwenda kujitoa mwenyewe na kujiachia mwenyewe mikononi mwa Mungu na kutoa moyo wake wote kwa Mungu. Anapojitoa hivyo, sadaka hiyo inakwenda juu. Yaani Mungu anaipa kibali. Mungu anakupa kibali unapojitoa kikamilifu kwake, kabla hujatoa vitu vyako. Sadaka ya kuteketezwa. Lakini pia kuhani kwa niaba ya taifa lote walikuwa wanatoa sadaka ya kuteketezwa. Kwenye Danieli tunasoma habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima, sura ya 9. Lakini hiyo sadaka ya kuteketezwa ya daima ilikuwa ndio zile kondoo ilikuwa inatolewa asubuhi saa 3. Kondoo anachinjwa, anawekwa juu ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Anaungua, ikifika mchana saa 9 anawekwa tena kondoo mwingine. Ndio niliwaambia Hesabu, kwa nimewapa mafungu ya Hesabu 28 mstari wa 3 hadi wa 8. Kamati ya maombi. Okay. Kamati ya maombi wameombwa wamfuate Elda Mukama. Katika mambo ya Walawi Hesabu sura ile ya 28 mstari wa 3 hadi wa 8 inazungumzia habari ya kondoo ya sadaka ya kuteketezwa ya daima. Lakini ukisoma pia Kutoka 29 mstari wa 38 hadi 42. Kwa nini huyu kondoo wa sadaka ya kuteketezwa alikuwa anawekwa daima? Yaani moto wa madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa haipaswi kuzimika. Kwa nini? Kwa sababu hiyo sadaka inawakilisha mtu muda wote kujitoa kwa Mungu. Haitakiwi ipite hata sekunde moyo wako hauko mikononi mwa Mungu, hujajitoa kwa Mungu kikamilifu. Hiyo sadaka ilikuwa inaungua muda wote, moto haupaswi kuzima. Ndio maana kondoo anawekwa asubuhi, anawekwa jioni. Na huyu kondoo alikuwa kwa niaba ya taifa lote. Kwamba taifa lote, yani kuhani kwa kuwakilisha taifa, anatoa huyo kondoo asubuhi na mchana. Na nikasema kila sadaka tutaona inamwakilisha nani? Yesu. Alikamilisha hizo sadaka kwa kufa kwake msalabani. Mnakumbuka Yesu aliwekwa msalabani saa ngapi? Aliwekwa msalabani saa ngapi? Hawa ndio watu tutataka waende kufundisha watoto eti. Hamjui Yesu yani ile kuwekwa kuangikwa msalabani ilikuwa saa ngapi? Saa 6 kulikuwa na giza. Saa 3. Hebu tusome Hesabu. Yaani Yesu alikuwa anakamilisha sadaka ya kuteketezwa ya daima. Muda ule ambao kondoo alikuwa anawekwa kwenye madhabahu asubuhi, ndio muda ule ambao Yesu aliwekwa msalabani saa 3. Amen. Hebu tusome Hesabu 28 mstari wa 3 mpaka ule wa 8. Okay, Hesabu 28 mstari wa 3 hadi wa 8 anasema hivi: nawe utawaambia, hii ndiyo sadaka isongezayo kwa moto mtakayomsongezea Bwana, wanakondoo dume 2 wa mwaka mmoja wakamilifu, kila siku wawe sadaka ya kuteketezwa ya siku zote. Mwanakondoo mmoja utamsongeza asubuhi na mwanakondoo wa pili utamsongeza jioni, pamoja na sehemu ya 10 ya efa ya unga laini kuwa sadaka ya unga uliochanganywa na robo ya hini ya mafuta ya kuponda, ni sadaka ya kuteketezwa ya siku zote. Kwingine inasema sadaka ya kuteketezwa ya daima kwenye kitabu cha Danieli, iliyoamriwa huko katika mlima wa Sinai, iwe harufu ya kupendeza, sadaka ya kusongezwa kwa Bwana kwa moto. Na sadaka yake ya kinywaji itakuwa ndio ya hini kwa mwanakondoo mmoja,
hiyo sadaka ya kinywaji ya kile utamiminia Bwana katika mahali hapo patakatifu. Kwa hiyo sadaka, ukienda kwenye kitabu cha Kutoka pia utasoma habari ya sadaka hiyo. Kwa hiyo kulikuwa na sadaka ya kuteketezwa, kondoo anayewekwa asubuhi, ambapo Yesu aliwekwa pia asubuhi saa 3 msalabani. Lakini pia saa 6 Yesu kulikuwa na giza juu ya nchi, si ndio? Alafu saa ngapi Yesu alikata roho? Saa 9, saa ya dhabihu ya jioni. Mrewe kusoma hayo mafungo kwenye Biblia. Sasa Yesu alikuwa anatimiza habari ya sadaka ya kuteketezwa. Alijitoa yeye kama sadaka ya kuteketezwa ya daima na kukomesha sadaka ya wanyama hao waliokuwa wanatolewa kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa. Sadaka ya kuteketezwa, nirudie ile fungu la Paulo, Warumi 12 mstari wa 1, unaweza kaenda mpaka wa 2, ambayo inasema msifananishe na dunia hii. Nasema itoeni miili yenu kama dhabihu iliyo hai. Si unajua sadaka ya kuteketezwa alikuwa lazima achinjwe, si ndio? Na by the way, mwenye dhambi alikuwa akija, kuhani anamkabidhi kisu, yeye mwenyewe anakata shingo. Hamkati mpaka akatike kabisa, anakata tu kidogo ili damu itoke. Kukosa damu inapotoka ndio inamletea mnyama sasa kufa. Kwa hiyo damu inatoka, na hiyo kazi ya kumkata mnyama shingo ni kazi ya mwenye dhambi mwenyewe, kuonyesha kwamba yani Yesu amekufa. Sisi dhambi zetu ndio zimemweka msalabani, dhambi zetu zimemfanya Yesu afe kwa ajili yetu. Kwa hiyo lakini akishakata shingo hivi, kazi ya kuhani anaanza kukinga damu, na ndio anaanza kufanya huduma zingine zinazoendelea. Sasa kwa leo nimependa tuone kwamba sadaka hii ni ya msingi sana katika sadaka zote, na kwamba ndiyo sadaka ambayo inawakilisha ujumla wa mtu kujitoa kwa Mungu, na kwamba sisi tunaambiwa tutoe miili yetu dhabihu iliyo hai. Sisi sasa hatufi, ila tunajitoa kuwa sadaka iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Na akasema tukijitoa hivi kikamilifu kama dhabihu iliyo hai alafu takatifu, basi anasema ibada yetu hii ndio ibada yetu yenye maana. Ibada haina maana ikiwa tutatoa sadaka lakini sisi hatujajitoa kwa Mungu. Ukitoa zaka lakini moyo wako hauko kwa Mungu, hauko katika kumtii Mungu, hiyo zaka haikubaliki na Mungu. Inabidi kwanza ujitoe wewe kikamilifu kwa Mungu, umkubali Yesu, umwamini, uishi kwa ajili ya neno lake, umtegemee daima. Ndio maana hii ni sadaka ya daima. Moto haupaswi kuzimika, kwa sababu moto ukizimika tu maana yake connection na Mungu imeisha. Sasa ile sadaka moto unawaka muda wote kuonyesha jinsi Waisraeli walipokuwa wanamtegemea Mungu daima, muda wote. Yaani ile sadaka Mungu alikuwa anatufundisha kwamba hatuko salama hata sekunde moja tukikata mawasiliano yetu na Mungu. Hatuko sawa. Lakini ikiwa tutakuwa na mahusiano na Mungu muda wote, chochote tunachofanya tunapata kibali kwa Mungu. Chochote tunachotoa kwa Mungu, Mungu anakipokea. Ibada yetu tukiomba, Mungu anasikia. Chochote tunachofanya tunapata kibali kwake, kwa sababu tuna connection ya muda wote na yeye. Hatutengani na Mungu muda wote. Kwa hiyo Paulo anasema, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Neno alilotumia inamaanisha hiyo sadaka ya kuteketezwa. Maana yake kabla hujatoa vitu lazima ujitoe wewe kwanza. Wewe kuona mtu ambaye anaendelea na zinaa huku anatoa zaka na sadaka kubwa, usipoteze hela yako.
hupati kibali kwa Mungu. Hii sadaka haimpendezi Mungu na haiwezi kwenda juu. Moshi wake ungekuwa unasambaa tu hivi. Kwa hiyo chochote unacho ili umtolee Mungu sadaka inayokubalika, ya kwanza ni moyo wako wewe kujitoa kwa Mungu. Na mwaka huu tutawafundisha watoto kwamba kabla hujawaza kuleta chochote kwa Mungu, inabidi kwanza wewe ujitoe kwa Yesu. Umpende Yesu, umkubali Yesu, umtii Yesu, umwamini Yesu. Na ukimwamini, vingine vyote hakuna mtu atahitaji kukukumbusha. Hakuna mtu atahitaji kukuambia mtolee Mungu zaka na sadaka. Utatoa kwa sababu moyo wako umetekwa na Mungu. Upendo wako uko kwa Mungu. Na hivyo chochote ulichonacho utajisikia tu furaha kumtolea. Uwe umeambiwa, hujaambiwa, lakini Roho wa Mungu atakukumbusha kwamba kazi ya Mungu inahitaji kuendelea, kwamba kazi ya Mungu inapaswa kufanyika, kanisa la Mungu linapaswa kujengwa. Nini? Na Mungu wewe kwa nafsi yako, si Mungu anakushuhudia, anajua amekubariki. Kwa hiyo utajikuta wewe mwenyewe unajitoa. Mnakumbuka kisa cha Daudi. Daudi alifanya dhambi na mke wa Uria alifanya uzinzi. Na unajua dhambi ya makusudi. By the way, tutakuja kujifunza kwamba hizi sadaka zote tutakazojifunza, hata sadaka ya dhambi, zote zilikuwa zinalenga dhambi isiyokusudiwa. Yaani dhambi ambayo mtu amefanya bila kukusudia. Hiyo ndio ilikuwa na kafara, ilikuwa na dhabihu. Lakini dhambi zilizokuwa zinatendwa kwa makusudi hazikuwa na dhabihu. Na hiyo ndio sababu ya siku ya upatanisho. Siku ya upatanisho ilikuwa pia kusaidia kufuta dhambi ya wale waliofanya dhambi kwa makusudi, kwa sababu hakukuwa na dhabihu inayoweza kuwaondolea dhambi. Mojawapo ni kisa cha Daudi. Daudi alitenda dhambi ya uzinzi akijua ni dhambi. Kwa hiyo ilikuwa ni dhambi ya makusudi na asingeweza kutoa dhabihu yoyote ikamtibu akafutwa dhambi yake. Kinacholeta tofauti hapo ni mtu anapogeuka nyuzi 180, yani anapogeuka na kuacha hiyo njia na kuumia kwa ajili ya dhambi na kuacha hiyo dhambi, ndipo huyu mtu anasamehewa kwa rehema za Mungu. Hapo ndio tunakuta rehema za nani? Za Mungu. Kwa sababu dhambi ya makusudi haikuwa na kafara, haikuwa na kitu cha kusaidia kufuta. Na hivyo Daudi kwa kutenda ile dhambi aliumia sana. Yaani alipoambiwa dhambi zake na nabii Nathan, na anajua, maana alifanya akijua, aliumia sana, alijuta sana, alidhamiria kuacha dhambi na kumsihi Mungu amsamehe kwa moyo wa toba, kwa sababu Mungu anasoma moyo. Alipotubu kwa dhati, Mungu alimsamehe. Na ndio maana mahali fulani aliitwa mtu ambaye the man after God's heart, yani ambaye yuko katika moyo wa Mungu. Yani Daudi anaonyeshwa kama ni mtu anayependwa sana. Kwa nini? Kwa sababu alitubu kwa dhati na aliacha. Na alipoacha, kitendo cha Mungu kumsamehe Daudi dhambi ya makusudi ilimpelekea Daudi mwenyewe kujitoa kikamilifu. Na alipojitoa kikamilifu kwa Mungu, kilichofuata ni nini? Ni mali yake. Akasema nitamjengea Mungu hekalu. Ndio kisa cha Daudi kutaka kujenga nini? Nyumba ya Mungu. Alitazama akasema hii hema imezeeka sana. Tumetembea nayo miaka yote jangwani. Nafikiri Mungu hapaswi kukaa mahali palipo chaka hivi. Wacha nitamjengea nyumba. Lakini Mungu anamwambia hutajenga wewe kwa sababu ulishamwaga damu sana. Ndipo pamoja na hayo aliamua kuandaa vifaa vya kujengea hekalu. Yaani Sulemani mwanae alipokuja alikuta vifaa vingi Daudi ameandaa. Nani alimfanyia kuhamasisha? Nani alimhamasisha? Hakuna. Ni kwa sababu alipotambua rehema za Mungu na ukuu wa Mungu na kujitoa kwake kwa Mungu, alimpenda Mungu sana, na ndipo mali yake mwenyewe aliamua kwamba nitajenga nyumba ya Bwana. Amen. Sadaka ya kuteketezwa ya daima. Yesu alijitoa mara moja na imetosha. Sisi tutakuwa tumejitoa kwake kikamilifu na tutakuwa tumekubaliwa na Mungu ikiwa Yesu atakaa ndani yetu.
Tukijificha ndani yake yeye tayari ameshajitoa, ni sadaka ya daima. Kwa hiyo tukiwa ndani ya Yesu tuna amani. Sadaka yetu, maisha yetu yanakubalika kwa sababu tuko ndani ya Yesu. Amen. Bwana atubariki. Kesho tutaangalia sadaka ya unga na tunaona makusudi yake ni nini, na leo inaweza kuwakilishwa na nini. Nimesema sadaka zote zilitimizwa kwa Yesu Kristo. Asante. Ni kama hivi leo Yesu si alishajitoa mara moja kwa ajili yetu wote, lakini wote tunamfuata yale. Hata pamoja na kwamba kulikuwa na sadaka ya daima kwa ajili ya taifa lote, lakini still kuna watu ambao walikuwa wanakengeuka. Na wanapokengeuka bado, ndio maana mtu alileta sadaka ya dhambi, maana anajua ametenda dhambi. Ndio kisa cha hizo dhabihu mbalimbali zilikuwa zinaletwa, kwa sababu mtu anajua kweli kuna sadaka ya daima ya watu wote. Lakini ikiwa watu bado wamekengeuka wakamwacha Mungu, bado walileta sadaka zao kwa ajili ya dhambi. Na unajua ni kwa ajili ya dhambi isiyokusudiwa. Kwa hiyo ni kama leo hii Yesu amejitoa mara moja kwa ajili yetu wote. Lakini si kwamba watu wote wanamfuata Yesu. Muda wangu umeisha, naomba tusimame tupate kuomba. Tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa upendo wako usiopimika, upendo wa ajabu. Upendo ambao tukiutafakari tunajikuta hatuna cha kufanya zaidi ya kujitoa kikamilifu kwako. Tumegundua kupitia sadaka ya kuteketezwa ya daima ambayo Ibrahimu alikuwa tayari kumtoa Isaka kama sadaka ya kuteketezwa, lakini pia sadaka ambayo pia huko nyuma ilikuwa inatumika hata kuondoa dhambi, japo haikuwa sadaka ya dhambi. Ayubu kila siku alikuwa anatoa sadaka ya kuteketezwa akisema, huenda watoto wangu kwa kutojua wametenda dhambi. Baba, ninaomba asubuhi ya leo utusaidie kujitoa kikamilifu kwako. Umesema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, iwe sadaka ambayo iko hai, inatembea, lakini takatifu ya kumpendeza Mungu. Na neno lako linasema hii ndiyo ibada yetu yenye maana. O Mungu, kumbe ibada yetu ni kujitoa kwetu kwako. Ni muda wote kuwa katika njia inayokupendeza. Ndio ibada yetu yenye maana. Na kwamba vitu vyetu vitafuata, maana mahali tulipo na vitu vyetu vitatufuata. Tunaomba utusaidie kulielewa vizuri hilo somo. Na pia utusaidie kama walimu, tunapokuwa tunakwenda kueleza haya masomo kwa watoto, waweze kuelewa na kukua na kukupenda. Neema yako endelee kuwa nasi kwa jina la Yesu. Amen.